Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya vijana ni 151 tumeshiriki na kuhitimu mafunzo haya yenye tija. Kati yetu wasichana ni 118 na wavulana ni 33, ikiwa ni ishara jinsi mradi huu umechangia kwa kiwango kikubwa kuwawezesha vijana wa kike kupata ujuzi wa kiuchumi na wa kiufundi. Mafunzo yaliyotolewa kwa kipindi cha siku 25 yakitujengea uwezo katika usindikaji wa vyakula, ubora na usalama wa bidhaa, ujasiriamali, usimamizi wa biashara, kujitambua, mawasiliano, uongozi na ubunifu. Kwa mkoa wa Iringa mpaka hivi sasa tumeweza kushirikiana na wadau takriban 9 kuanzia mwaka 2024 mpaka kufikia hapa tulipo leo. Tafiti zinaonyesha zaidi ya 60% ya Watanzania ni vijana, na kwa hiyo uwekezaji kwa vijana kwa kuwapa ujuzi, maarifa, uzoefu na vifaa vya uzalishaji ni msingi bora katika mustakabali wa maendeleo endelevu ya taifa letu. Kwa mantiki hiyo, nawapongeza vijana wote mliohitimu kwa kuonyesha nidhamu, kujituma na kufikia hatua hii muhimu, na wasihi mkatumie ujuzi na vifaa mlivyopewa kwa malengo yatakayowasaidia kustawi zaidi. Jipigieni makofi mengi sana kwa kufikia hatua hiyo. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mkoa wetu umeendelea kupambana kwa vitendo na si maneno katika kuwawezesha vijana, kuwapa ujuzi vijana ili waweze kufikia malengo yao. Na katika kufanya hivyo, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta binafsi na sekta ya umma ili kuhakikisha kwamba tunatoa maarifa, tunatoa ujuzi, tunatoa mitaji na tunahakikisha tunachochea maeneo ya uzalishaji mali na mwisho kuunganisha maeneo ya uzalishaji mali pamoja na masoko ya bidhaa zinazozalishwa. Tunaendelea kuamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejenga msingi bora wa mashirikiano baina ya serikali na wadau wa maendeleo, lakini pia imejenga msingi bora wa kusimamia sera, sheria, mipango yote ambayo lengo lake ni kuwawezesha vijana na kuwajenga kikamilifu katika kutumia rasilimali zilizopo kuweza kutafsiri maisha yao na kufikia ndoto zao. Kwa mkoa wetu wa Iringa tumebarikiwa kuwa na ardhi nzuri kwa maana ya kilimo, tumebarikiwa kuwa na rasilimali za kutosha katika mkoa wetu. Kitu pekee ambacho tunakifanya kwa nguvu sasa ni kuhakikisha rasilimali zilizopo zinaungana na wananchi kwa njia ya kuwajengea uwezo kuzitumia na kuziongezea thamani. Tuone vijana wana uwezo wa kulima na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, lakini pia kwenye uhifadhi kule tuna mazao makubwa ya misitu, tuone namna gani vijana wanaongeza thamani ya mazao ya misitu, lakini pia hapa tuna utalii, tuone namna gani tunawaandaa vijana wetu kushiriki kikamilifu katika uchumi wa utalii ambao unazidi kuimarika ndani ya mkoa wetu. Haya yote yanawezekana endapo nguvu kubwa tutaendelea kuwekeza kwenye maarifa, kwenye ujuzi, lakini pia katika uwezeshaji wa kiuchumi kwa maana ya mikopo na mitaji. Lakini pamoja na hayo ni kuimarisha maeneo ya uzalishaji mali na masoko ya huduma pamoja na bidhaa zinazopatikana. Kwa nichukua fursa hii kuwaelekeza wakurugenzi wetu wa halmashauri kuhakikisha kwamba mpango huu wa kuendelea kuwawezesha vijana kwanza usiishie kwenye mikopo. Uanzie kwenye ujuzi, uende kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli ambazo zitatokana na ujuzi walioupata, lakini pia tujihakikishie ni kwa namna gani wale wanaopata mikopo wana tija ya uzalishaji katika mikopo tuliyowapa. Lakini pia nadhani iko haja na hoja ya kuwa na jukwaa la pamoja baina ya halmashauri zetu pamoja na taasisi zinazowahudumia vijana ndani ya mkoa wetu, ili muweze kusomana, mjue nani kafanya nini na nini kinahitajika kufanywa na nani, ili mwisho wa siku malengo yetu yanayofanana yasipishane katika utekelezaji na yaweze kuleta tija inayokusudiwa. Kwa mfano, leo kupitia miradi ambayo tumeipitia, kwa mfano kupitia Swiss Contact na ndugu zetu wa BSBI pamoja na SIDO, kuna kazi kubwa sana wamekwishaifanya, lakini yawezekana halmashauri hamjui ni vijana wangapi wamehitimu mafunzo fulani, wanahitaji nini, ili nyinyi sasa muwe na jukumu la kuwezesha watu ambao tayari wana ujuzi, wana vifaa, ila wanakosa mikopo. Badala ya kutoa mikopo kwa watu ambao hatuwajui, hatujui stadi zao, hatujui uwezo wao, hatujui kama wana vifaa vya kufanya kazi wanayoiomba, ni bora tukahakikisha tunajiridhisha. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa sana ya kuhakikisha mifumo yetu inasomana. Sawa jamani? Mifumo yetu ifanye nini? Isomane. Kazi kubwa na nzuri inayofanywa na VETA, SIDO, wadau wa maendeleo ambao wanatusaidia kwenye ujuzi,
kwenye utoaji wa vifaa na teknolojia, ni lazima kuwe na jukwaa la pamoja baina yenu na halmashauri zetu na mamlaka zingine za uwezeshaji wa vijana kwa njia ya mikopo, ili tujue ni nani alipofikia, kwa sababu anaweza akaja kijana anahitaji mkopo wa milioni 70, nyinyi halmashauri mkalazimisha kumpa milioni 5, hamjamsaidia na mmeshindwa kumpa milioni 70 kwa sababu hamjui huko alikotoka, ana maarifa gani, ana ujuzi gani, ana vifaa vya aina gani, na ana target soko la ukubwa wa aina gani. Lakini tukiwa na mifumo inayosomana baina ya kazi inayofanywa na wadau wa maendeleo pamoja na sekta binafsi pamoja na taasisi zetu za VETA na SIDO, tunaweza tukajua ni kijana gani au ni kikundi gani kinastahili kuwezeshwa kwa ukubwa wa namna gani ili kuleta tija na makusudio ambayo tumeweka.